Karibu tena kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo tunaangalia kwa undani kuhusu hizi teknolojia mpya, unajua blockchain na cryptocurrency, jinsi zinavyoanza kutumika hapa Tanzania. Ni kweli. Lengo letu hasa ni kukupitisha kwenye yale mambo muhimu zaidi, ili siju upate picha kamili, fursa zake na hata changamoto. Naam, na ni mada moto kweli kweli. Labda kabla hatujaenda mbali sana, tuweke wazi kidogo. Hii blockchain ni nini hasa? Hebu fikiria kwa lugha rahisi kabisa, ni kama daftari kubwa la kidijitali, yani. Watu wengi wanaweza kuona kilichoandikwa, lakini kinalindwa vizuri mno kiasi kwamba ni ngumu sana kubadilisha kitu kilishaingia. Muhimu zaidi, inatoa ule uhitaji wa mtu wa kati kama benki au wakala. Ufafanuzi mzuri kweli. Na hapa ndipo tunakutana na visa kama kile cha Amina, mkulima wa asali kule Mtoa Mbu, Arusha. Yeye alikuwa na changamoto kubwa, yani kupoteza faida kwa madalali. Kabisa. Lakini aliposikia kuhusu teknolojia hizi, alianza kuona mambo tofauti. Hii inaonyesha si kitu cha mijini tu bwana. Kweli kabisa. Hadithi yake yani inagusa sehemu nyingi. Tukianza na matumizi ya blockchain yenyewe, hasa kwenye minyororo ya ugavi, supply chains. Ndiyo. Hapa Tanzania tayari kuna kama majaribio ya kutumia blockchain kufuatilia bidhaa. Fikiria kahawa ya Kilimanjaro, karafuu za Zanzibar, hata korosho za Mtwara. Aha. Lengo hasa ni kuhakikisha mnunuzi anapata kitu halisi na mkulima naye anapata haki yake. Na hapo ndipo Amina alipopata mpenyo. Kupitia jukwaa fulani linalotumia blockchain, aliweza kuuza asali yake yani moja kwa moja kwa wateja Dar es Salaam na hata Dubai, bila dalali katikati. Hiyo ni hatua kubwa. Inafungua masoko mapya kabisa kwa wazalishaji wadogo kama yeye, si mchezo. Na malipo sasa, vipi kuhusu malipo? Hapo ndipo cryptocurrency inapoingia kwenye picha. Amina, vyanzo vinasema alipokea malipo yake kwa kutumia USDT. USDT hiyo ni ipi tena? Ni aina ya crypto ambayo thamani yake inalenga kuwa sawa na dola ya Marekani. Kwa hiyo inapunguza ile hatari ya bei kupanda na kushuka sana kama Bitcoin kwa mfano. Okay, inaeleweka sasa. Hilo linatupeleka kwenye matumizi mapana zaidi ya crypto Tanzania. Zaidi ya Amina, tunasikia sana kuhusu freelancers wengi. Wale wanaofanya kazi mtandaoni? Ndio, wanaofanya kazi na kampuni za nje kupitia Upwork, Fiverr, majukwaa kama hayo. Wengi wao sasa wanapokea malipo kwa Bitcoin au hiyo USDT. Ni haraka na gharama nafuu kuliko njia za kibenki. Vile vile, uhawalishaji pesa kutoka nje imekuwa rahisi zaidi. Watanzania wanaoishi tuseme UAE, Afrika Kusini, Marekani wanatuma pesa nyumbani kwa kutumia crypto. Ada yake ni ndogo sana. Kweli? Ndiyo, chanzo kimoja kilitoa mfano wa kutuma kama $100,000 ya Kitanzania, ada ikawa chini ya 1,000. Tofauti kubwa na njia za kawaida zile za zamani. Hiyo ni tofauti kubwa kweli. Halafu kuna upande wa uwekezaji pia, ingawa lazima tuseme una hatari zake. Kuna kisa cha Jumane, anatoka Mwanza. Aha, Jumane wa Mwanza. Yeye alianza kidogo tu mwaka 2019. Aliwekeza kama 50,000 kwenye Bitcoin. Bahati nzuri kufikia 2021 thamani ikapanda, ikafika kama 500,000. Wow, kutoka 50,000 hadi 500,000. Ndiyo. Na hiyo pesa ilimsaidia kuanzisha biashara yake. Ni mfano mmoja tu, lakini unaonyesha uwezekano uliopo, ingawa tahadhari ni muhimu. Kabisa. Sasa, tukiacha kidogo hizi sarafu zenyewe, kuna kitu kingine muhimu. Mikataba mahiri au smart contracts. Smart contracts. Hizo ni nini tena? Hizi ni kama program ndogo zinazokaa juu ya blockchain. Zinajiendesha zenyewe kiotomatiki. Yaani, makubaliano yanatekelezwa pale tu masharti fulani yanapotimia. Hakuna haja ya wakili au msuluhishi katikati mara nyingi. Hapo matumizi yake yanaweza kuwa mengi sana. I see. Fikiria labda ununuzi wa ardhi. Mfano mzuri. Mkataba mahiri unaweza kupunguza ile migogoro tunayosikia kila siku. Au hata elimu.
Vyuo kama UDSM au KCMKUO wanaweza kutoa vyeti vya kidijitali kwenye blockchain. Vigumu kugushi. Isitoshe, fikiria bima na mikopo. Mkulima anaweza kupata bima inayomlipa kiotomatic kupitia mkataba mahiri kama data za hali ya hewa zikionyesha labda mvua haikunyesha vya kutosha. Bila urasimu mwingi. Kabisa. Na juu ya haya yote, kuna kitu kinaitwa DApps, Decentralized Applications. Hizi ni kama apps za kwenye simu, lakini zinatumia blockchain na hazidhibitiwi na kampuni moja tu. Na mfano wake hapa Tanzania. Kuna kama Agri Wallet, inalenga kuwasaidia wakulima na huduma za kifedha. Na tukimrejea Amina tena, yule wa asali. Ndiyo, vyanzo vinasema alitumia DApp maalum kwa wakulima wa asali, inaitwa Twiga Chain, kupata mkopo mdogo. Alitumia historia yake ya mauzo iliyohifadhiwa kwenye blockchain kama dhamana, hakuhitaji kwenda benki. Hiyo ni game changer. Unaona sasa, ni mchanganyiko wa teknolojia hizi zote, blockchain, crypto, mikataba mahiri, dApps zikifanya kazi pamoja. Sio mambo ya nadharia tu, yanagusa maisha ya watu kama Amina na Jumane moja kwa moja. Kweli. Hata Benki Kuu ya Tanzania, BOT, kuchunguza uwezekano wa kutoa sarafu ya kidijitali ya Benki Kuu, CBDC, fedha rasmi ya kidijitali. Hiyo peke yake ni ishara kubwa kuwa mwelekeo ndio huu. Sasa haya yote yanamaanisha nini hasa kwako wewe unayetusikiliza? Ni wazi kuna uwanja mpya wa fursa hapa. Lakini kama ilivyo kwa teknolojia yoyote mpya, kuna lakini. Mafanikio yatategemea mambo kadhaa. Sera nzuri za serikali zinazoweka mazingira wezeshi lakini salama, elimu kwa umma, watu waelewe vizuri hizi kitu, na bila shaka miundombinu interneti nzuri, upatikanaji wa simu janja. Ujumbe mkuu hapa, kama ule wa Amina, ni kuwa hii teknolojia inaweza kuwa nyenzo ya ukombozi wa kiuchumi kwa wengi. Si kwa wataalamu wa IT tu, inaweza kumfikia mkulima kule kijijini na mfanyabiashara hapa mjini. Na tunakuacha na wazo hili la kutafakari kidogo. Tumeangalia sana kilimo na fedha. Ukiziondoa hizo sekta mbili, wewe unafikiri ni sekta gani nyingine hapa Tanzania inaweza kunufaika zaidi na labda kwa haraka zaidi kutokana na blockchain na crypto? Na changamoto zake kubwa zaidi zingekuwa zipi katika utekelezaji kwenye hiyo sekta? Hebu tafakari hayo.